Na mpenzi mtazamaji wa channel hii ya YouTube ya 5 Media, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment ili uweze kupata notification pamoja na update mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na taarifa zaidi kubwa kuliko ni kuhusiana ile ambayo inaendelea dhidi ya klabu ya soka ya Simba Sport Club dhidi ya klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans baada ya mchezo ule kuweza kuahirishwa. Sasa pia kumekuwa na taarifa nyingine nzito ambayo imeweza kuibuka kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, na taarifa nyingine hiyo ni ile ambayo inahusisha kuhusiana na uwanja wa Benjamin Stadium Mkapa kuweza kufungiwa na shirikisho la mpira wa miguu yani TFF. Sasa katika barua hiyo ambayo imeweza kuwekwa siku ya leo ambayo inaeleza vizuri ni kwa namna gani mchezo huo uliweza kufungiwa pamoja na uwanja huo kuweza kufungiwa. Hii inakuja mara baada ya TFF kuandika barua ambayo imeweza kujieleza kama ifuatavyo. Barua hiyo ambayo imeweza kuwekwa na TFF imeeleza kwamba shirikisho la mpira wa miguu Afrika yani CAF imefungia kwa muda uwanja wa Benjamin Stadium Benjamin Mkapa Dar es Salaam kutokana na eneo la kuchezea yani pitch kuendelea kupungua ubora wake. CAF imeelekeza eneo hilo kuboreshwa haraka kufikia viwango vinavyotakiwa kuepuka uwanja huo kufungiwa kwa muda mrefu. Mechi ya robo finali ya kombe la shirikisho CAF kati ya Simba Sport na Al Masry ya Misri imepangwa kuchezwa kwenye uwanja huo Aprili 9 mwaka 2025. Ili kuondoa usumbufu, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF imetaka kutumia jina la uwanja mbadala utakaotumiwa na Simba kufikia Machi 14, 2025. CAF inafanya ukaguzi wa uwanja wa Benjamin Mkapa Machi 20 ili kuona maboresho yaliyofanya kabla ya kuamua kuhusu utumike au kuendelea kufungia. Mbali na mechi hizo, CAF uwanja wa Benjamin Mkapa umepangwa kutumika kwa ajili ya finali za CHAN zinazofanyika Agosti hivi karibuni. Nini maoni yako kutokana na haya ambayo yanaendelea kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, huku ukiwa kuna taarifa kuhusiana na klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans ambayo na wao wameendelea kuagomea shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kutokana na kushindwa moja kwa moja kufanya usimamizi mzuri. Kamati ya usimamizi wa uendeshaji wa bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB imetangaza rasmi kuahirisha mchezo wa ligi kuu namba 184 kati ya Simba na Dar es Salaam Young Africans upangwa kufanyika saa 1:15 usiku. Bodi imefanya maamuzi hayo baada ya kupokea taarifa ya awali kutoka kwa ofisi ya usalama wa mchezo ambayo imeainisha matukio kadhaa yaliyopokea kwa Simba kuishtaki kwa TFF na bodi ya ligi kutokana na kushindwa kufanya mazoezi katika dimba la Benjamin Stadium Mkapa. Bodi ya ligi imesema mchezo huu utapingiwa tarehe nyingine baada ya kufanyika kwa uchunguzi wa kina kuhusiana na sababu zinazosababisha mchezo huo kutokuchezwa. Inaripotiwa pia kamati ya maadili ya shirikisho la Tanzania yani TFF imechukua hatua kali kwa kuadhibu maofisa wawili wa klabu hizi za ligi kuu ambaye ni Ali Kamwe na Hamisi Mzaa wa Kagera Sugar. Wamefungiwa kwa kipindi cha miaka 2 kila mmoja kutokana na makosa mbalimbali walioweza kuyatenda katika harakati zao za kuendelea kuzizungumzia katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Pia klabu ya Simba Sport Club imefungiwa na shirikisho la mpira Tanzania TFF baada ya kugomea kucheza na Yanga kudai wamenyimwa kufanya mazoezi. Matukio mengi ambayo yanazidi kuendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii yanazidi kuchochea yale yote ya kimichezo kutokana na sitofahamu ambayo inaendelea kwenye ligi kuu NBC Premier League, na huko tukishuhudia kule Cairo nchini Misri dabi kati ya Al Misri pamoja na Zamalek yani Al Ahly kumlazi pamoja na Zamalek, mchezo huo kuweza kuahirishwa kutokana na baadhi ya masuala kutokuweza kukaa sawa, ambapo Al Ahly walilazimisha kupata uamuzi kutoka nje ya bara la Afrika. Nini maoni yako? Usisahau kwenda hapo alipoandika subscribe kisha bonyeza hiyo alama kengele ili uweze kupata notification pamoja na update mbalimbali kupitia YouTube channel hii ya 5 Media. Bye tena mpaka wakati mwingine, mimi sina la ziada, kazi yangu itakuwa ni kupatia habari kemkemu. Bye tena mpaka wakati mwingine, bye.